Watu wako wanaibiwa sana mtandaoni, sijui niseme nini. Ukiangalia Claude ameibiwa 20,000, Uwase 60,000, Elike 24,000, Mari 21,000 na Gasabato naye ameibiwa 17,000. Watu wako wanaibiwa kupitia cryptocurrency, yani kiolela. Na leo tunataka tu expose njama zote hawa watu wakatumikisha ili waibe pesa za watu wetu hapo wa community yetu. Na katika video hii tunataka tuwaonyeshe njia yote na tuta explain njia wanatumikisha ili wachukue pesa na kwa nini unapaswa kuwa makini. Kipindi hiki ni rahisi sana kukutana na mtu anakuja kukwambia wewe naweza kuonyesha njia ya kukuwa tajiri haraka. Na kupitia hiyo njia ndo hapo mtu anakuwa na imani ya jikuta yeye mwenyewe amenasiwa, na tutakuja kuwaonyesha na watu ambao watabakia na sisi mpaka mwisho wa video watakuja kupata bonus kabisa ya kutotekwa nao watu kwenye maisha yao yote, na wewe utakuja kufundisha watu wengine. Obviously tutaonyesha na njia halali unaweza fanya investment ya cryptocurrency na investment ya vitu vingine vyote, usipoteze pesa zako kwa bure. Nimeona hata watu wengine wako wanafanya advertisement online, tuta expose leo. Kwa kipindi hiki mitandaoni tunakutana na watu wengi, especially TikTok. Unaweza kutangaza kitu chako, YouTube unaweza kutangaza kitu chako, kwenye WhatsApp group unaweza kutangaza, Facebook, sehemu zote. Yani mitandao ndo hivi inakuwa inazagaa kusikia business za kila aina, kila kitu kwenye mitandao. Je, unaweza kuwa wewe mwenyewe unakaa pale kwenye nyumbani kwako au kunatembeza gari, unasikia mtu anakuambia bwana, hii njia ukipitia utakuwa tajiri kwa haraka. Hebu hiyo njia unapaswa kujiuliza ina usalama gani na ni nini? Kuna watu ambao wanaitwa scammer, au watu ni watu ambao wana akili sana, wanajua kuteka akili ya mtu na kuangalia mtu yote yule, wakikuona kama una mashaka wanakuonyesha kitu kingine, wanakuonyesha hiki, angalia kile. Yani wanapotosha watu mpaka unajikuta unaibiwa hela zako. Basically kama ni mtu ambaye anahakikisha ameconvince kwamba kitu ambacho si halali amba kitu ambacho si kweli ni kweli na kinaonekana ni kweli machoni mwako, na unapofanya nakuomba ufanye action ili uweze kukubali. Na sometimes hata anakudokeza, make sure anakusaidia kukuonyesha kama vitu ambavyo nafanya sasa hivi mimi ni kukusaidia ili uweze kupata pesa haraka ama uweze kupata service fulani haraka na easier. Acha tuwaonyeshe jinsi gani sasa wanafanya hivyo vitu. Lakini mbele ya hapo acha tuambie business ya mtandao ni kitu gani. Business ya mtandao ni wakati unakuwa wewe unatia hela ndani ya mtandao huyo unakuwa na imani ya kupata faida. Na ukiangalia hakuna hela ambayo wewe utakuja kupata kwa mkono yako, ni vitu ambavyo viko hewani. Yani unaingiza benki yako, unatuma hela fulani na kisha unakuwa unakubaliwa kukuwa na kitu fulani. Hivyo ndio vitu vya mitandao. Mara nyingi unakuta haviko safe sana. No, obviously kuna business nyingi za mtandaoni. For example, mimi naweza kuwa na store yangu, nauza vitu online, nauza manguo, naweza nauza viatu, naweza kuwa nauza viazi, naweza nauza tanyama, naweza nikauza hata video yangu, naweza nikaiuza online. Hiyo ni business ziko halali. Obviously also naweza kufanya business ya kutrade stocks daily. Hiyo ni business online. Naweza nikafanya business ya kukuwa enda live online hapa kwenye TikTok. Nafanya nini? Nauza sijui blanket, nauza kiga changu, nauza anything. As long as hiyo kitu iko online, like there's no physical products. Hiyo ndo inaitwa business online. Obviously kila mtu ana definition nyingi kuhusu business online. Sasa wale watu ambao wanakuwa wanatega watu na kuwaibia hela, mara nyingi wanakuja na gears hizi zifuatazo. Utakuwa tajiri haraka, utapata hela wakati unajikalia chumbani au unakuwa ndani, utakuwa tajiri haraka iwezekanavyo. Hizo ndo njia wanakuja nazo. Wanakuambia, "Je, unasubiri nini kwa kuingia katika hiyo business?" Na ukiangalia katika history ambazo siku zote zilizopita, miaka iliyopita, serikali zinakuwa zinaonya watu kuwa mnatia hela kwa vitu ambavyo hamjui. Haswa unachukua hiyo hela na change kwenye hizo cryptocurrency zile ambazo ndugu yangu alikuwa anasema hapo. Hapo ujue ukiona mtu anakuambia kwa miezi 3 utakuwa umeshapata hela nyingi. Unapaswa wewe mwenyewe kukua na akili ya kuwa nitakuwa nimechuruza nini?
nitakuwa nimefanya nini? Unaona? Yeah. Unapaswa kuviwaza. Sasa ndugu yangu, cryptocurrency ni kitu gani? Okay, well, before ni explain cryptocurrency, nataka kwanza nifanye aka highlight. Yes. Ukiona hii mascam wanafanya vitu vitatu. Wanakupromise, sawa, utapata kitu, afu make it easier. Yeah. To make money. Wanakusha how long is gonna make easy money, utapata pesa yani very easy. Alafu wanakuambia you're gonna get rich fast. So ni vitu vitatu, uvisikie vizuri. Promise ya kupata kitu, easy money, alafu get rich fast. Now, I'm going to explain cryptocurrency ni nini. Kwa sababu hii ni mada ambayo inaomba we have to take maybe an hour ama 2 hours kuweza explain, because tunaweza kaa hapa tuna explain cryptocurrency. Lakini kwa undani na very easy. Cryptocurrency ni kitu ama ni money ama ni pesa ama ni wanaita chain. Kwa watu ambao wanajua technically wanaita chain, ama ni pesa zenye haziko kama hizi pesa kama $100, $20 ama $50 ambayo physical. Sawa? Yenye unaweza fanya trading ama unaweza lipa ama unaweza fanya kitu kingine kupitia mtandaoni, kupitia internet, kupitia chain, wanaita blockchain. Wanaita blockchain. Sasa cryptocurrency unaweza kuwazia kama ni market. Sawa? Kuna market ama kuna market ambazo zinauza cryptocurrency. Kuna Bitcoin, kuna coin, kuna ile Coinbase, kuna kuwa Robinhood, Crypto.com. Hizo ni market. Unaweza enda unafanya nini? Unanunua. Ni kama unaweza na kuoma tunanunua viazi, unanunua nguo. Sawa? Katika hiyo Coinbase, Robinhood, kuna kuwa kitu wanaita kuna kuwa wallet. Before you even go to wallet, kuna banks. Yes. Sawa? Banks za huko kwenye cryptocurrency tunaziita nini? Wallet. Sawa? Yeah. Hiyo wallet kwenye unaweka hela. Actually before we go pale. That I think that let's explain this one. Katika hiyo bank, katika hiyo market, katika hiyo soko ambayo tunaita Coinbase, Robinhood, even kwenye Cash App unaweza kununua cryptocurrency, kuna bank kama bank ambazo ziko physical. Ndio utasikia kuna Bitcoin. Sawa, kuna Ethereum, kuna hii ya Trump, Trump coin, kuna Doge, kuna nyingi sana. Hizo ni kama mabenki za cryptocurrency, which means mimi naweza enda nikanunua part ya hizo pesa ya hiyo benki, kisha naziweka nishuki siku zitapata pesa nyingi. Yes. Sawa? Na kuna cryptocurrency nyingi sana. Now, wewe anyway utakuja ku explain sasa hii scam inafanyaje, inatumika, kwa sababu mimi nimeexplain cryptocurrency ni nini. Yeah. Alafu wapi unaweza ipata, how does it work. Sasa sisi tunataka utu explain hii utapeli unafanyikaje wa online kupitia cryptocurrency. Yeah. How does it work? Well, ni story ndefu sana. Ukiangalia kuna list ya watu zaidi ya 500 wamejikusanya kwenye group ya WhatsApp ambao wameibiwa. Au watu walikuwa wamejiunga kwenye business online ya YouTube. Unakuwa naingia kwenye, wanakutumia video za YouTube, unazilike, kisha unazipiga screenshot, unaziposti pale, eti uko kazini. Wanakuwa wanakuambia ukiingia kwenye kiasi fulani utapata kiasi fulani. Sasa hizo business za online nazo jinsi gani zinakuwa, wanakuja ni kundi ya watu ambao wanakuwa kwa pamoja, wanatengeneza kitu app, wanajitia kwa kitu ambacho kinajulikana. Au watu walipitia kwa njia ya YouTube, wakisema YouTube ndo wewe katika wakati unaingia unakuwa unawazii kunafanya kazi na YouTube. Lakini wale watu wao ni wizi ambao wameenda wakatengeneza app fulani, wanakuambia unalipa hii hela fulani kwa kuingia kwenye kiwango fulani, na wakati utaingiza mtu utapata komisio. Okay. Sasa watu wakajikusanya wakaingia, unapoingia unaingiza mtoto wako, unaenda unatafuta shangazi, binamu, babako na watu wengine. Exactly. Wote familia mnakuta mnaingia. Na wakati wanakuambia ukiingilia kwenye hela fulani utapata kiasi fulani, hakuna mwenye hapendi hela. Sisi tunapenda hela. Ila unachukua ile saving yako ambayo umechokea miaka na miaka, unakuja kuitia ndani ya hiyo application ambayo wamekuonyesha, wanakuambia utakuja kunani, eti ukunafanya business ya online. Hebu unapaswa kujiuliza, hizi video niko na like hapa, ingekuwa YouTube inavifanya, si YouTube wenyewe ingetangaza
kwa nini akuje mtu anakwambia eti ingia katika hiki kitu fulani utakuja kupata hera fulani. Na mara nyingi hizo online business kumbuka ni njia tatu napitia kwa kutia hela zako kutoka kwenye benki yako kwenda kwa ile soko kama ile soko kama ni Cash App na cryptocurrency zingine unazitia pale. Wakati unazitia pale unazitoa pale unalipa ule mtu kwa ile wallet ambayo umesema. Good point. Kwa sababu ukiona vizuri wallet ni kila mtu na wallet yake. Kila mtu ni kama bank account. Hawezi niambia chukua pesa zako uzitume kwenye bank account alafu katika hii bank account uko unafanya nani investment na ni bank account ya mtu private. Sio ya kila sio ya company. Sio ya company. Unasikia? Okay. Yes. Sasa ukishampa hizo hela, ujue hela zako zimeenda. Yeye atakwambia utakuwa unalipwa kiasi fulani, na katika kulipwa kwa kile kiasi ambacho umeingilia wewe, wao watakuwa na kukata percentage fulani za kutransfer money zako. Kutransfer pesa zako. Yes, yani unajua ni hela ambayo umetumikia na kumbuka umelipa mara ya kwanza wakati umeingia. Na sijaona kazi mtu ambaye anaingia analipa. Ukipewa kazi unaenda kutafuta yani kila wiki ama kila 2 weeks unapokea. Exactly. Nini sasa ulipe mbele ya hiyo kitu tuiwazie mbele ya kuingia kwenye kazi. Kwa nini ulipe? Kisha mtu anakuja kusema ni kazi ya online. Alafu unapokea every day. Unapokea every day na wanakuambia uraki hizo video na huyo mtu ambaye una like video zake kama amelipa ungepaswa kuchukua ile malipo yake, hungelipa wewe kwa sababu by the way kwenye YouTube kila mwezi unalipwa. Kama uko monetize kila mwezi unalipwa. Niko nasema ile ule ambaye anajiita yeye ndio ana business ya YouTube na wakati sio yenyewe. Hiyo ni kitu ambacho kimekura hera watu wengi. Na kwa sasa hivi kuna business zingine tofauti tunasikia. Kuna za kinga, kuna za nini. Nataka nikwambie huko mwenye tafuata ni nani? Ule wa kukinga nayo. Ule ukinga ndio tafuata kabisa. Ule ukinga ndo itakuja kufungwa nayo. Na ile itasababisha watu wengine waingie hospitali kwenye mapresha. Kwa sababu unajua kwa nini ndugu yangu? Nimesema kama hawa wa scammer ni watu ambao wana akili. Of course. Na wanajifunza business. Wanajifunza ni watu ambao wamesomea business. Acha nikwambie kitu nikufungue macho. Wewe ukinipa $100 sasa hivi. Kisha nikwambie baada ya wiki mbili nitakupa $300. Nakupa hizo $300 baada ya wiki mbili tulizokubaliana. Absolutely. Yes. Kisha nakuja unaonaje? Umepata $300 umenipa leta 1000 kisha baada ya miezi 3 nikupe 10,000. Unanipa zile. Kisha nikisha kurudishia zile 10,000 baada ya hapo nakwambia unaonacho kileta 20,000 kisha upate 100,000 hivi. Na kitu ambacho ulisema ambacho mimi nashuhuliza kama mtu anakupatia kazi. By the way mtu akupatia kazi wewe ndio umpatia kazi because uko unachukua pesa zako unaziinvest. Ukisha invest pesa zako alafu anakudanganya na kwambia every day atakuwa nakulipa. Unisikie? Every day atakuwa nakulipa. Alafu kwa hizo pesa zako umeinvest wewe. Every single ukitaka kuwithdraw zile pesa inaomba chukue 20% hizo pesa. Hicho chote ni kitu ambacho uko investor, uko mfanya kazi, uko nani? Na hapo kama uko ndani ya hiyo business usituchukie. Hatukatazi. Hela ni zako. Ukipenda uzisha hata gari yako utie ndani ni zako wewe mwenyewe. Lakini sisi tunakuonyesha fact, yani ukweli uliopo ni upi? Ile sio business ya online. Wale ni watu ambao wanajiita lile jina ambalo nyinyi mnazoea. Lile jina ambalo mnazoea, lile jina ambalo mnaona. Nikirudia kwa hiyo business ya bukinga ile, ukiangalia kwa makini, ile business ipo ya kweli, yenye haiko ile lakini ule François mnasikia. Hiyo François anajulikana. Yani François ndo boss. Okay. Hiyo François mnasikia ni mtu ambaye haiko. Hapana, haiko. Cha kwanza hajawahi kujionyesha kwenye mtandao. Okay. Hakuna ambaye anamjua face yake. Hata akisema kama kuna mkutano anavaa mafime. Na maybe na mwenye mnaona haiko ule. Sio yeye hata. Yes, actually. Na ukiangalia vizuri wale wote ambao wanasema wamefungua business, wamewafungulia ofisi, wamewafungulia nini.
mtu anatoa social security yake na kisha anasema ni business ya kama ni SSL kama SSL kama RSSC eti ni business ya RRCCC hiyo hivyo mnajua nyinyi ambao mko katika hiyo business mnajua uramba na ofisi ametoa nani social security yake amesinye kontra yeye ule Francois alimtumia hera katika ile wallet yake ya cryptocurrency nenda ulipe ile sehemu na wakakubaliana utakuwa unanipa kiasi fulani na ule Bukinga ili abutume pale ule mtu Francois anamsaidia kununua kwa website ya kweli ya mwenye business. Sasa ya mwenye business wa kweli nataka ufunguke macho umeshaona soko ya Walmart inafungua business sehemu fulani kisha ule mwenye anaifungua pale anatoa social security jamais never wakisinye kontra ya McDonald's wakifungua McDonald's sehemu fulani umeshaona ule mbaya anafungua ile sehemu na anatoa dokima zake ulisinye kontra gani na shirika la RRCC RSSC exactly hiyo sehemu ulisinye kontra wapi na ushono unafanya investment gani kwa sababu ukitafuta fanya investment kwenye Cash App kwenye Coinbase kwenye Robinhood wanakuomba social security wanakulomba driving license wanakulomba benki na majina yako ya kweli niambie hata mtu mmoja ambaye kwenye RSSC ametia social security ni nani na mtu ambaye atavifanya hivi vitu ajue kama yani ni upumbavu anafanya kwa sababu wale wa jamaa hawako hapa Marekani hawapo wako China na by the way wa China wanafanya hizo business kwa njia nyingi sana tumesema kuhusu YouTube tunasema ya Makinga kuna zingine ambazo zinaendelea hazijakuja nazipo na kuna wengine wako mwa hizo business zingine so sisi hapa ni kweli tulisema tuta expose kila kitu kwa sababu we know like nikitafuta nunua cryptocurrency naenda mu market kama Coinbase utakutana ile macoin zote zipo zenye ziko listed pale ku market unaweza kununua unaiona mu wallet yako unaweza iona si ndio lakini hao ambao wanainvest mule Makinga ukienda mu wallet yako unaona pesa ile kwa ile ya Makinga ukienda mu wallet yako yenye ununua ya kupitia Coinbase unaona hizo pesa zenye umetransfer wewe tunasikia lakini wengine wanaona pesa ambazo umeinvest kwa sababu nyinyi kitu mnafanya transfer yani wanatumikisha Coinbase ili mchukue pesa zenu mzitumie huyo Francois kupitia wallet yake hapana kufanya investment hapana cha pili amecreate application sisi mimi nimesoma na najua application ambayo iko halali hii application ni mbovu yani mbovu bwana kuomba tu kitu moja phone number ni hiyo tu phone number ndio hiyo security gani iko kwa umeshaona business ambayo wewe unatoa namba yako ya simu application gani unatia $20 zako ndani come on nakuwa nasema kila siku nitakuwa nalipwa $100 ngapi au $1000 ngapi hiyo ni manamba tu wanakutilia yani wanatia numbers wametema numbers tu pale na kipindi hiki tuko kwenye kipindi kizuri sana cha watu ambao wamepata hela zao za mataxi na wanakuwa wanajua watu wanapopata hela za mataxi ni vizuri watu wengine wazikure kama wewe unataka kuzipatia watu zipeleke huko na kitu ambacho naweza kukushauri kama uko ndani usipande kwenye marevo mengine ya juu hapana na usiingize familia yako yote ndani kwa sababu wanakupressure utafute watu wengine ingiza watu yani ndio mtu unapata commission tukipata commission kuna panda na watakupa hela za kila ukiangalia huyo mtu sijui kuna message fulani za mtu mwingine nilikuwa nasoma zenye amemtumia yani anakuonyesha kama lazima uingize mtu ita familia yako wapeleke kura Francois talipa hiyo bill tutailipa sisi ile ni fraction ya kitu cha kutaka alipe dola hizo dola 500 1000 3000 whatever amount is atakuja kulipa lakini ujue zile picha zenu naonyesha pale mko kwenye tablet mko mnakura anaziuzisha kwa kupata promotion ya watu wengine kwa kupotosha watu angalia grupu ya watu fulani wameenda kura ku restaurant wao ni vitu viko lili amezilipa zile hela zenye nani na ukiangalia njia ya kuzilipa hajawahi kutumia hela kwenye Cash App au kwenye njia nyingine anakupa zile coin kule kwa ile kwa kale ka app kale kisha unazitransfer kutoka kule unazitia kwenye benki yako hivyo ni vitu ambavyo mnapaswa kuwa makini kama ni kweli unataka kukua tajiri tumia njia zingine sio hivyo udanganyike by the way
when ulijuaje cryptocurrency, ulijua lini? Kwa sababu mtu ambaye alichukua muda akajifunza cryptocurrency na jinsi kuinvest in cryptocurrency, hawezi kuinvest in ile business zao. You cannot, kwa sababu unajua ukweli wa cryptocurrency na jinsi gani inafanya kazi. Ebu hizo business zingekuwa zipo kweli, ni serikali gani haingetangazia watu? Mbona watu wote wanakuwa wanataka watu, serikali inatutangazia nenda kufanya kazi, upate hela ya kutunza familia, ufanye nini? Hakuna nchi ambayo ingekuwa maskini, ndugu zangu. Sisi tutatengeneza ma courses kuhusu hivi vitu vyote, kwa sababu at this point inaomba tutengeneze ma courses ya kufundisha watu. Unataka invest, tutakuonyesha jinsi ya kuinvest kihalali. Kwa sababu unakuta mtu wa miaka 50, 55 hajui Kiingereza, hajui nini. Wanakuja wanamwambia, mama, ukitia hela hapa utafaidika kiasi. Anasema, nitakuaje mtoto wangu? Nisaidie na mimi niingie katika hii business. Hizi company tunasimama mpaka miguu inachoka, tunatoka, tumechoka, tumekufa, lakini kaka business katasaidia. Mama anaenda anachukua tu hela kidogo, alichunga vraiment kwa miaka na miaka, anakuja kututia katika hii. Alafu wewe unamdanganya, wewe unamchukua mdanganya, una download application kwenye simu yake, unamtilia kila kitu. Mama kila magharibi anafungua, anabonyeza eti ukazini. Hizi ni pesa amesave ili kwa retirement yake. Wewe unamdanganya, na wewe maybe kutokujua unampeleka mahali kama hapo, anapoteza pesa zake. What I can tell you, hizi ndugu yangu alisema, kama umeshaingia kwa level, usiingie level nyingine. Na kama inawezekana, pesa ambazo sasa hivi wako unadanganya wanaingiza, chukua pole pole. Ukisharudisha pesa zako, toa mwili application, kwa sababu at some point asitoke. Siwezi sema toke, kwa sababu ukibakia mwa application utaendelea kupata hela kama ushachosha pesa zako. Umesha pata pesa zako. Na sasa inaomba unaombesha sasa nao. Na wewe uendelee kupokea zile hela, lakini usipande kwenye level nyingine. Na usikuje kuingiza watu wengine wa familia au kupotosha watu wengine kwa njia hizo, kwa sababu ni kitu kiko wazi kabisa. Ile sio investment, na siku moja ukiamuka kamefungwa kari, hakuna sehemu utaripoti, hakuna sehemu utapiga. Hakuna. Hilo vote tunapaswa kuifikiria. Kwa sababu ndugu yangu, company ambayo iko illegally huko Marekani, tunajua sasa bado tunafanya investment. Company ambayo inajulikana, wanasema iko public traded. Yaani ikienda online, mimi naenda na kule company, naenda kwa website yao, na nunua shares ya hiyo company. Na imagine wewe, s'il vous plaît, company ambayo inauza makinga imefikaje kuuza cryptocurrency? Unapasa kisha unapoingia kwenye level anakuambia umenunua tumakinga fulani. Tuko tumakinga tuko kwenye state gani? Kuna mtu ambaye ako natutumikisha katika yale masaa 4 ambayo unakuwa login. Nataka kuniambie wewe, uko na manage hizo kinga zako wapi? Nani anazichukua anazipeleka kusharijeri? Nani anazichukua anazifanyia maintenance? Hakuna. Na ukienda downtown, ukiangalia watu wote ambao mko ndani ya zile kundi ni watu wengi sana. Zile kinga zinaweza kuwa ziko nyingi sana. Usiwazie ni chura ambacho unakuwa wanapibirie pale watu watatu, watu 4. No. Ukiangalia idadi ya watu na watu, ukiingilia kama kwa 20,000, unakuta uko na makinga mingi sana. Hizo kinga nyingi ambazo uko nazo, nani anazichunga? Nani anakuja kuichukua wakati kriana ya magharibi, anarudisha, anacharge, anaangalia service, hiki kimeharibika, hiki kimeharibika. Tuweni makini. Kama wewe hela zako unajua hutaki kuzitunza, wapatie. Na wewe ambaye umeshafaidika kupitia hii business, umeshaingiza watu wengi sana hivi, kwa sasa hivi unaona una hela, ujue unaweza kujikuta eti umeshapata hela nyingi sana, lakini zile hela zako zote zenye umeingiza zinatoka siku moja zote. Kwa sababu ule jamaa ataendelea kukupressure, ingiza watu wengine, ingia kwenye level nyingine, ingia kwenye level ya 100,000, ingiza watu, tunafungua business, unaenda unasinye contract ya business ya ofisi ambayo wanasema inawezesha hizo beskeri ya miaka na miaka. Ukichukua ofisi hapa Marekani, sio kitu ambacho utakuja baada ya mwaka mmoja unasema mimi sitaendelea kufanyia business hii sehemu nataka kuhama. Kwa sababu atakwambia utapaswa kulipa fees ya mwaka, ya miaka 2, kwa sababu hawajui ni lini watapata mteja wa kukama ile ofisi. Sasa kwa wale wahanga, wale ambao wameshachukuliwa pesa zao kwa hiyo business ya kwanza, FBI iko available kuweza kuwasikiliza.
basically tunaenda kwa solution sasa. Kwa sababu tumeshaeleza scam ni scam. Yani nimeona watu wengine kwenye TikTok wanasema kuja wale ambao unaona wako na advertise business kwa sababu wanataka waingize watu nao wapate ile commission. Yes. Lakini nataka nikwambie kitu moja. Hapa tuko Marekani, hatuko Afrika. Mimi kama uliingiza ulikula pesa zangu, kuna nafasi unaweza nikasuu huku watu wanasuu. Na kitu kingine makosa ambayo wanafanya kwa kuingizana, anakwambia nitumie hizo hela mimi kwenye Cash App, nitumie hizo hela kwenye Zelle, mimi nitakupa zile crypto exactly. Ili upitu tunaingia kwenye level ambayo anataka. Jamani, huku najitea kwenye hatari. Mimi nikikutumia hela zangu kwenye Cash App yako, kisha zikuje kuibiwa na kusuu, nasema mimi nimemupa hizo hela, ndo hii Cash App nimeonyesha nimetumia hii Zelle. Wewe unakuwa na wazimu kunaingiza watu ni kwa mtu kwamba muonyeshe kwenye simu yake, wakati zitaenda akuwa yenda amezitumikisha ndani ya simu yake. Lakini na watu tuma coin kwenye cryptocurrency si wananuaga coin ili waweze kuitumia huyo jamaa naye ndo aitransform kwenye pesa. Kitu kingine niliwaza nikasema hivi, cryptocurrency inapandaka na shukaka. Sasa imagine unasema unaamua unasema sasa pesa zangu ngoje nitoe kwenye kaka application, ukashituma kwenye wallet zako, ile coin ambayo ulinunua wako uliwatumiaka imeshuka bei. Yani una kihombo fast mbili. Hata hii coin ulinunua kwenye cryptocurrency ya kweli iko yani nayo iko hatarini kushuka. Lakini siwezi kiseme kama kizuri au nini. Unapochukua hela kutoka katika application, unazitransfer kwenye ile app nyingine, ile ya market, ile Coinbase au hizo crypto.com. Hela zinafikia kwenye cash available. Yani haziinvest kwenye coin. Haziinvest kwenye coin, zinakuwa cash available. Zinakuwa cash available, hazipande hazishuki kwa sababu zimesha kuwa solid, yani haziko kwenye Bitcoin, haziko kwenye okay. Yani zinakuwa deposit. Ni kama wale jamaa wanachukua pesa zenu, yani wanaziinvest hao. Ukiomba pesa zako wanakupatia kidogo kwa zile pesa. Okay. Now you know. Okay, I understand now. Okay. Ndo inavyokuwa. Tukue makini jameni. Najua kila mtu anataka kupata hela za hakuchokea, lakini unapaswa kuangalia hii hela kweli iko na usalama kweli. Eske kwa sababu there's something yenye inaonaka watu like pesa ambazo umechokea, umekaa masaa mnano unatumikia mtu, alafu for some reason unazitia mikono ya mtu mwenye haujikutana hata naye. Obviously kwa sababu unawazia utapata pesa, it's very hard. Na inauma sana zile pesa zikaenda. Nawazia wakati tumeanza video ningeanza na kaka kitu. Umeshawahi kuona mtu anaenda kupanda mbegu yake leo, kisha baada ya wiki mbili anakuja kuvuna? Niambie huyo mzao au hicho kitu ambacho unaweza kupanda kwa wiki moja kuvuna. Sijui. Na kama kuna investment ambayo iko very close, ni hizo mabond ambazo zinakuwa maybe after 3 months. Hizo ni investment. Nasema kulima yani kuwa na kuvuta subira. Tulifundishwa ukitaka kupanda mti upande leo, usubirie miaka 10, miaka 15, ule mti utakuwa umeshakomaa, utautumikisha kwa kujenga. Lakini ukiona kale kambegu kanakuwa ni kitu kidogo sana. Na vitu vya hela ni hivyo. Hela haiwezi kuipata leo kisha ukuje kutegemea kupata mamilioni na mamilioni kesho. Ni kitu ambacho kinakomaa pole hatua kwa hatua. Ndio maana unapoenda kazini wanakuambia utatumikia $15, $20 au $30 kwa saa. Lakini wakikuwa na kulipa kila saa, kesho unatoka nyumbani, baada ya mwezi huwezi kuwa na hela. Lakini wakati wanakulipa $10 au 20, baada ya wiki masaa 40 utakuja kuona wanakulipa hela sheke ambayo inakuwa kubwa. Exactly. Kwa nini sasa wasubiri hicho huo muda wote? Ni kwa sababu wanajua hela inaongezeka pole. Na hizi hela ambazo tunakuwa tunaona, mtu anakuambia business ni utapata hela nyingi sana kwa siku chache. Ukuwe makini wakati unataka kuingia katika hivyo vitu. Hakuna kitu ambacho kiko hivyo. Hela unakuwa unajua au watajiri wote tunasikia viliwachukua miaka. Hakuna mwenye alikuja kesho akadumukizia hela sehemu fulani akavuna immediately. Hapana. Hopefully mmesikia na toka link wewe ambao umeshachukua pesa zako FBI sasa hivi unaweza tumia FBI, itaweza kukusaidia kuweza maybe at some point wanaweza kusaidia kuweza kurudisha pesa zako, lakini
inachukua miaka na miaka, kama wanabana watu ambao ambao wanaiba watu pesa. Na ukiangalia ukienda Vietnam, ukienda Thailand, ukienda China, hawa jamaa yani wanatumika kama organization nyingi. Na hapa recently Dubai wamewakamata almost 2,000 people wamefungiwa. From what? From the same business ya kuweza kudanganya watu waweze kuinvest katika cryptocurrency online za uongo. Yani ni kama ni business wa China wanajua vizuri how to do it, wanatafuta product, wana market your product, wanakudanganya ununue cryptocurrency kupitia product. Na I can tell you that yes, some people will get the money, but some people watarudi nyumbani bila kitu na watalia. Yeah. It's up to you kuweza kuona SK business ni legit ama ni business ambayo kuchukua tu pesa kama zingine. Yeah. Na kama hujapata lesson, kwa ndugu zetu wameshachukuliwa pesa tayari. Tumewasema hapo juu na list ndio hii. Hao watu wamechukuliwa pesa. Ya, asante sana, tunawapenda na wazia. Kama unakuwa na swali unaweza kuandika hapo kwenye comment, na video kama hii ni vizuri uichukue uitumie ndugu zako, rafiki zako kwenye social media zako zingine zote, ili watu waendelee kujua kipi kinaendelea. Na kitu kingine unakuwa unapoteza ni kutosubscribe katika hii YouTube yetu, kama ni TikTok kutofollow, kwa sababu wakati wote tunatoa habari unakuja kuipata mpaka uitumiwe na mtu, na wakati ungeipata wakati tunaipost na unapita unaipata, bonyeza kadude kekundu hapo chini. Na kama ni kwenye TikTok